Habari za jioni. Leo nimekuja na tipu moja muhimu sana, ewe Mtanzania, ewe Mkenya, ewe unaongea Kiswahili popote ulipo. Mara kadhaa tumesikia tunatakiwa tusile vyakula vya wanga na tunajiuliza tule nini. Naitwa Chef, Executive Chef, mgeni mzima kutoka Tulia Zanzibar Beach Resort. Sasa ungana na mimi step by step jinsi gani ya kuweza kutengeneza kitu ambacho tunaweza tukakitumia kwa sisi ambao tunatakiwa tusile wanga, au tunataka tupunguze uzito, au tuna changamoto za sukari katika miili yetu, au tuna pressure. Tunasikia mara nyingi tunaambiwa tutumie Greek yogurt, lakini watu wengi hatujui nini Greek yogurt. Leo niko hapa kukujuza. Ni rahisi sana kutengeneza. Unatakiwa utumie mtindi. Kwa hiyo hapa tuna hii hapa ni kitambaa au tunaita cheesecloth kwa ajili ya kuchuja, lakini unaweza kutumia kitambaa chochote cha cotton cheupe, lakini kitakuwa ni bora zaidi. Alafu tuna upawa wetu, tuna hii hapa ndio ni sieve ambayo utaweza kuchujia huo mtindi, na hapa ni bakuli, na hii hapa ni chia seed kwa ajili ya kuongeza fiber na protein. Huu hapa ni mtindi, maziwa ya mtindi. Tunaanza kwanza, process ya mwanzo, unachukua kitambaa chako vizuri, unaweka hapa unaweka hapa vizuri namna hii, alafu unamimina mtindi wako moja. Unaweza kuchuja kiasi chochote unachotaka, kwa sababu hii inaweza kukaa siku nyingi tu kwenye friji, wala haina shida. Kama hapo. Sasa mimi napenda kuongezea kabisa na hii chia seed. Hii chia seed nafikiri watu wengi mnaifahamu chia seed ni nini. Ni nzuri sana kwa watu ambao wanapunguza uzito, ina fiber za kutosha, ina protini na madini, naitia humu ndani, naichanganya hivi. Okay. Sasa hapo imaliza. Tayari tushatia mtindi wetu, tumetia chia seed, tumeweka hii cheesecloth, au unaweza kuweka kitambaa chochote kile ambacho utaweza. Alafu tunachukua plastic wrap, tunafunika. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kwenda kuweka kwenye friji mpaka hiyo maji ambayo yanatakikana kwenye hiyo mtindi wetu yaondoke kabisa. Kwa hiyo tunafunga vizuri. Funga vizuri. Ile dude kidogo zito, kwa hiyo lina mitihani. Okay. Okay, sasa hapa tayari tunakwenda kuhifadhi kwenye friji mpaka kesho tunakuja kuona unakuaje. Alafu kesho hiyo nitawaongezea na baadhi ya vitu vingine, alafu hiyo sahani yetu ndio itakuwa kula yetu kwa asubuhi. Sawa? Asanteni sana, tutaonana kesho asubuhi. Jamani ndugu zangu, kucha na sasa hivi asubuhi naona tunapata kahawa. Sasa tunaendeleza ile Greek yogurt ambayo tulianza jana usiku, na nafikiri unaona atmosphere inaonekana sasa hivi ni asubuhi kabisa, ni uhalisia wala sio magumashi. Kwa hiyo ule zoezi tulianza jana ni hili hapa. Ngoja tulifunue mlione, alafu mjue faida ya kutengeneza Greek yogurt na kuacha kunywa mtindi ule wa kawaida. Nitawaonesha nini kinapatikana ukifanya strain, kichuja. Sawa? Kwa hiyo hii hapa tunafungua ile kabisa, tumetoa. Naona huu ndio mtindi. Hii ndio Greek yogurt. Sasa haya hapa unaona sasa shida hii. Naonyesha haya maji yametoka katika ule mtindi ambao tumeteja na power 3. Sasa haya ni maji. Haya ni maji ambayo yana glucose, yana sukari ambayo sasa yanaongeza uzito katika mwili wako, kwa sababu pana carbohydrate nyingi sana. Kwa hiyo sasa hapa sisi tumefanya nini? Tumeitoa ile carbohydrate na sukari, tumeacha protein. Kwa hiyo ndio maana halisi ya Greek yogurt. Kwa hiyo sasa niipakue tuione inavyokuwa. Unaona ilivyokuwa cream nzito, na zile chia seed zetu
zimesha absorb mtindi, kwa hiyo zimevimba, kwa hiyo zinatafunika vizuri na zinakuwa laini. Unaona kitu kinachofanyika hivi sasa. Huu ni mtindi ambao usipo strain unakuwa liquid, lakini ukiuchuja sasa, wale ambao unajiuliza ule nini sasa unaona hii si zaidi ya portion ya ugali. Sasa lakini unakula protini ya kutosha, unakula calcium ya kutosha, unakula madini mengi ya kutosha. Sasa hapa umeona hii? Hapa unaweza, ngoja tuionje kidogo. Amazing. Sasa umeona hii kitu? Hapa nitakuja video ijayo niwaoneshe unaweza kaongeza vitu hapa. Unaweza ukaweka labda mayai, nitaonesha mayai mazuri, njia nzuri ya kufanya mayai ambayo ni healthy na hayana mafuta. Nitaonesha, achana na ya kuchemsha, kuna mengine. Nitakuja kuonesha unaweza kuweka mayai yako matatu, unaweza kuweka mboga, unaweza kuweka parachichi. Kweli hii kitu hauwezi kushiba. Mimi ni witness. Na mwaka wa pili kama unaenda wa tatu, sijawahi kula ugali, sijawahi kula kitumbua, sijawahi kula chapati, sijawahi kula mkate. Hivi ndio vyakula vyangu. Sasa hii kitu ushibi? Nakuuliza wewe, unasema mna chakula. Hii kitu ushibi? Jali miili yako, uwe na muonekano mzuri, uendelee kuwa kijana. Unajua miaka yangu mimi ni mingapi? Mingi. Tajii. Lakini tuna maintain kwa sababu tuko jikoni na atuli ovyo ovyo kwa sababu tunaviona, tunakula kwa sababu tunavijua. Sawa sawa? Asanteni sana. Kwa hiyo tusubiri video ijayo, tutakuja na utaratibu wa kuifanya hii sahani sionekane kubwa na nzito. Sasa hii ni karibu gramu 600 hii ya chakula. Unataka ule ugali kwa sababu gani? Kwa hiyo hapa unaweza kuongeza olive oil, unaweza kuongeza salt and pepper ukapata taste zaidi, lakini usije ukatia sukari tafadhali. Hapa chia seed ina fiber za kutosha, kuna protein ndani ya chia seed, kuna madini, mtindi wenyewe una calcium, una protein za kutosha. Ile carbohydrate tumeitoa ndio hii hapa. Unaona maji haya, cheki. Sasa kwa nini unywe vyote hivi? Usifanye strain. Kwa hiyo nakuomba nyumbani kwako, kabla ya kununua mtindi wako wote unaotaka, chuja, weka, asubuhi kula. Mna wasiwasi yote. Kwa nini ule madudu ambayo hayana uhakika? Asante sana.